kazi akakuwa kwa ile bidii yake tu, na ilikuwa ile funzo kwa kina dada wengine ni kwamba hata kina dada wanaweza. Hapa alipofika ni kwa sababu ya discipline na bidii, na yale kutangamana kwetu Mombasa amejifunza mengi, na ndio sababu amewaimpress wengi kutoka maeneo mbalimbali hapa Kenya. Na pia kwa hiyo nilikwamba nilithibitisha, naomba tu wale wasanii wote ambao lakini kuna anaijua si wengi waliokuwa wakijua kuwa mimi ni Mbania na tuko upande huo. Kwa sababu gani? Tunaishi na kila kabila kule nje, tunaishi na kila dini kule, tunaishi na kila rangi kule nje. Kwa maana ndio jinsi tunatakikana kuishi, na hiyo imefunzwa kwa sisi zetu ambao tunakwenda unawaza nini kwamba haya ndio maisha yalivyo. Mimi namtungua huyo. Simwache, wacha tu apoje. Wacha tu apoje. Na napenda kazi yake, wacha tu apoje. Sigondoke wake kwa pale. Moja, tumekuja na wasanii wote, wengine wa Mombasa naona bado kwa wale 1 2 hata kama fanya kazi wote ni marafiki za Winnie na naomba nikuwe very brief. It's something nimejifunza baada ya kukaa hapo dakika 2 tu, nimejifunza. Sisi kuja hapa ni kwa ajili ya kabisa na wanasiasa, tupendaneni. Sawa? Pige Winnie ametoka hapa. Tuacheni tukitoka hapa tutoke nzuri za Matungu. Sawa? Tusitoke hapa tukisema kule watu hawapendani. Tofauti ambapo Winnie amejenga eneo hili tukijua ni mwanadada mpenda watu, mwanadada ambaye ni mkakamavu, a hard worker. Tuache tutoke hapa tukiwa na sifa nzuri za Matungu. Tumeelewana? Tumeelewana kabisa. Na sisi tumesikia ma-MCA pia wakiongea. Na imani kwamba tutarudi tena hapa. Miongoni mwa baadhi ya waigizaji hapa wengi wanatoka Western. Kwa hivyo inamaanisha kwamba upande wa Western kuna talanta na tutaitap vizuri. Na pia msiniambie habari zenu. Sijui kama mnamsikia vizuri. Habari yako bwana Governor, First Lady na Mr. Wajakoya. Labda kwa kifupi tu. Sauti yangu kidogo mnanisikia vizuri. Mimi nitasema kitu kimoja. Tumekuja na wasanii wote, wengine wa Mombasa naona bado tumekaa. Kwa wale ambao hata kama hatukufanya 1 2 hata kama hatukufanya kazi pamoja, naomba tujumuike sote, manake sote ni marafiki za Winnie aka Dida. Na kuna kitu nataka niseme na naomba nikuwe very brief. It's something nimejifunza baada ya kukaa hapo dakika 2 tu, nimejifunza. Sisi kuja hapa ni kwa ajili ya Winnie. Winnie alikuwa na upendo. Mimi nataka one thing kwa nyinyi, haswa wale ambao waliokuwa nyuma, tupendaneni. Tupendaneni kabisa.
Tusitumiwe kabisa na wanasiasa, tupendaneni. Sawa? Tuige Winnie. Winnie ametoka hapa. Tuacheni tukitoka hapa tutoke na sifa nzuri za Matungu. Sawa? Tusitoke hapa tukisema kule watu hawapendani, kiongozi mmoja akisimama wanagombana. Acheni tusitake tutoke hapa na fikra tofauti, ambapo Winnie amejenga eneo hili tukijua ni mwanadada mpenda watu, mwanadada ambaye ni mkakamavu, a hard worker. Tuache tutoke hapa tukiwa na sifa nzuri za Matungu. Tumeelewana? Tumeelewana kabisa. Na sisi tumesikia ma-MCA pia wakiongea. Na imani kwamba tutarudi tena hapa. Miongoni mwa baadhi ya waigizaji hapa, wengi wanatoka Western. Kwa hivyo inamaanisha kwamba upande wa Western kuna talanta na tutaitap vizuri. Na pia msiniambie mimi peke yangu, namuona producer hapa anaitwa Rafiga. Sijui kama mnamjua. Naona baka hapa na wadosi. Hata huyu mshikeni kabisa. Atainua hata vipaji vidogo hasa katika masuala ya muziki. Lakini kwa familia ya Winnie tunasema pole, na kwa wanasiasa tukue considerate kiasi kwa ajili ya muda. Tukue considerate kiasi kwa ajili ya muda, tuanze kumomboleza Winnie, tumpumzishe, manake pia sisi sote tuna safari ndefu, tunaelekea Nairobi hii leo. Asanteni sana. Asanteni sana. Tumpe makofi jamani. Your Excellency, this is what Giriamas here, tribes of Kenya. Whatever we are doing in Mombasa, kuja huku na wakaja wakawafunza wale wengine. Asanteni jamani. Asante. Kwa hayo mengi ningependa to pass the family, the community around, and everybody else who was affected by Winnie. Alafu jambo moja tu la mwisho, kama alivyosema Lulu, Winnie alikuwa ni mpenda watu. She was a role model to most of these people, and that's the reason wamekuja kumsindikiza. Kumbukeni nyinyi watu ambao mtabaki hapa, huyu zile sifa alizopewa, tafadhali zichukueni, nendeni nazo nyumbani ili kwamba iwe ndio kama tabia zenu. Mwenyezi Mungu awabariki na atubariki sote. Yeah. Mimi nimekuja na salamu tu kutoka kwa gavana mwanzo, Gavana Abdulswamad Sharif Nasir. Majina yangu ni Kenneth Ambani. Mimi ni waziri wa Public Service Administration, Youth, Gender, Sports and Social Services. Nafanya kazi kwa karibu na Moffat Mandela. Nafanya kazi kwa ukaribu sana na Moffat Mandela. Nafanya kazi kwa ukaribu sana na Moffat Mandela, waziri wako jana na sport, na leo pia sijui ilikuwa wewe ndio ujue kuwa Haji, lakini alinipigia akaniambia kaombe msamaha kwa niaba yangu. This tells you how close we are kama mawaziri wa vijana na sports, na tunafanya kazi pamoja ili kwamba tuhakikishe vijana wetu wanabobea katika fani ya sanaa na mambo mengine mengi. Kabla sijasema, ningependa kusema jambo moja. Jana mimi na gavana wangu wa Senate, the Standing Commission, National Cohesion, Opportunity and Regional Integration. The reason as to why we call there is to find out, do we really appreciate human beings rather than appreciating tribe, religion, and anything else divides. So tupokwenda pale tulizungumza na Standing Committee ya Senate na tupewa tik kama county government ya Mombasa, na ili kwamba kudhihirisha hili kwamba Mombasa ni county ya wote. Mimi mwanzo kama mlivyoambiwa na dada yetu hapa, my home is only 50 kilometers from here,
Busia Town. Dada yetu huyu ambaye amelala amekuwa katika fani ya sanaa kwa muda mrefu sana, na nafikiri sote tumemtambua, na makazi yake, kuwa kwake, kushiriki kwake na watu wengine kumekuwa ni kule kule Mombasa, na ameshiriki na watu wa tajriba mbalimbali ambao ni Wabaluya, Wagiriama, Wajaluo na kabila zote zile. Dini hatutambui, tunatambua utu, lakini tunamkumbusha mtu kwamba Mungu mbele. Alafu kisha katika hii fani ya sanaa ambayo dada yetu alikuwa, kuna dada yetu mmoja pia ni mkazi wa Mombasa, amekulia Mombasa na amewajenga wengi sana huko Mombasa na nationwide, I believe, because there was a time I was in Nairobi, I was working with her. Huyu dada anaitwa Lulu Hassan. Mpeni makofi jamani. Why am I doing this, Your Excellency? So that we can just basically learn from each other. The reason as to why what moja na hii ni kujifunza, the mic is not good, ili kwamba tuweze kujifunza kutoka kwa kila mmoja wetu, kwamba wewe umekuja na culture hii, yule amekuja na culture hii, na sisi tumejifunza mengi hapa tulipokuja, na kule Mombasa pia. Ningetaka tukukuonesha kwamba tunaishi kama ndugu na wala sio makabila. Jamani, ningeomba Lulu Hassan mwanzo aje hapa. This lady is a creative, and she started at a tender age kufanya kazi ya sanaa, na amefanya kazi akakuwa kwa ile bidii yake tu, na ili kwamba iwe funzo kwa kina dada wengine ni kwamba kina dada naweza. Hapa alipofika ni kwa sababu ya discipline na bidii, na yale kutangamana kwetu Mombasa. Amejifunza mengi, na ndio sababu amewaembrace wengi kutoka maeneo mbalimbali hapa Kenya. Na pia kwa hilo, ili kwamba nilithibitishe, naomba tu wale wasanii wote ambao wamekuja kumsindikiza dada yao hapa Matungu waje tu wasimame hapa, gavana waone, na watu wa Matungu wapate thibitisho kwamba Mombasa tunatangamana, makabila tofauti, ndugu tofauti, tofauti, rangi tofauti, na ishi kama ndugu. Mimi ni kijana Mbaluya kutoka hapa, lakini kuna anayejua, si wengi waliokuwa wakijua kuwa mimi ni Mbaluya natoka upande huu. Kwa sababu gani? Tunaishi na kila kabila kule nje, tunaishi na kila dini kule, tunaishi kila rangi nje. Kutangamana ndio jinsi tunatakikana kuishi, na hilo liwe funzo kwa sisi ndugu zetu ambao tumekuja kuomboleza na nyinyi kwamba haya ndio maisha yalivyo. Just come around. Habari zenu? Habari zenu? Sijui kama mnamsikia vizuri. Habari yako bwana Governor, First Lady na Mr. Wajakoya. Labda kwa kifupi tu. Sauti yangu kidogo, mnanisikia vizuri? Mimi nitasema kitu kimoja. Tumekuja na wasanii wote, wengine wa Mombasa naona bado tumekaa. Kwa wale ambao hata kama hatukufanya kazi pamoja, naomba tujumuike sote, manake sote ni marafiki za Winnie aka Dida. Na kuna kitu nataka niseme, na naomba nikuwe very brief. It's something nimejifunza baada ya kukaa hapo dakika 2 tu, nimejifunza. Sisi kuja hapa ni kwa ajili ya Winnie. Winnie alikuwa na upendo. Mimi nataka one thing kwa nyinyi, haswa wale ambao waliokuwa nyuma, tupendaneni. Tupendaneni kabisa. Tusitumiwe kabisa na wanasiasa, tupendaneni. Sawa?
tuige Winnie. Winnie ametoka hapa. Tuacheni tukitoka hapa tutoke na sifa nzuri za Matungu. Sawa? Tusitoke hapa tukisema kule watu hawapendani, kiongozi mmoja akisimama wanagombana. Acheni tusitake tutoke hapa na fikra tofauti, ambapo Winnie amejenga eneo hili tukijua ni mwanadada mpenda watu, mwanadada ambaye ni mkakamavu, a hard worker. Tuache tutoke hapa tukiwa na sifa nzuri za Matungu. Tumeelewana? Tumeelewana kabisa. Na sisi tumesikia ma-MCA pia wakiongea. Na imani kwamba tutarudi tena hapa. Miongoni mwa baadhi ya waigizaji hapa wengi wanatoka Western. Kwa hivyo inamaanisha kwamba upande wa Western kuna talanta na tutaitap vizuri. Na pia msiniambie mimi peke yangu, namuona producer hapa anaitwa Rafiga. Sijui kama mnamjua. Naona hapa na wadosi. Hata huyu mshikeni kabisa. Atainua hata vipaji vidogo hasa katika masuala ya muziki. Lakini kwa familia ya Winnie tunasema pole, na kwa wanasiasa tukue considerate kiasi kwa ajili ya muda. Tukue considerate kiasi kwa ajili ya muda, tuanze kumomboleza Winnie, tumpumzishe, manake pia sisi sote tuna safari ndefu, tunaelekea Nairobi hii leo. Asanteni sana. Asanteni sana. Tumpe makofi jamani. Your Excellency, this is what Giriamas here, tribes of Kenya. Whatever we are doing in Mombasa, kuja huku na wakaja wakawafunza wale wengine. Asanteni jamani. Asante. Kwa hayo mengi ningependa to pass the family, the community around, and everybody else who was affected by Winnie. Alafu jambo moja tu la mwisho, kama alivyosema Lulu, Winnie alikuwa ni mpenda watu. She was a role model to most of these people, and that's the reason wamekuja kumsindikiza. Kumbukeni nyinyi watu ambao mtabaki hapa, huyu zile sifa alizopewa, tafadhali zichukueni, nendeni nazo nyumbani ili kwamba iwe ndio kama tabia zenu. Mwenyezi Mungu awabariki na atubariki sote. Asanteni. Asante sana wasanii wetu. Sasa nachukua fursa hii kumkaribisha Your Excellency, the Governor of Kakamega, and the First Lady, with all of protocols observed. Ningependa msikie hii sauti na msikize wenye wana pita karibu tafadhali. Heshima hapa, manake huyu alioenda anaonekana kila mahali. The parents of my dear sister, esie shamdalne mmanyire tawe. Ndakenyere mbolo luwanga mjira indambi, lakini kuna banda banji sana isaino abacheni betere mungomno abala manyiro luwanga tawe. First of all, I would like to take this opportunity to thank those Kenyans who are in the diaspora and watching right now online. That Mama, yesterday I was doing my usual campaign for 2027 presidential elections in Isiolo. While in Isiolo, I received a call from Dallas. I received a call from Wiki Ojwang. Wiki Ojwang asked me if I could represent him here. He told me about the relationship between you and him. Na nikatoka Isiolo, nikaingia Nairobi, nikachukua ndege Nairobi, nimeingia hapa, na nimeingia hapa asubuhi, nimekuja hapa kwa ajili ya ndugu yetu Vicky. Na unajua na siasa wengi ni warongo, waongo, wanafitina. Mimi sina fitina. Manake siwezi kuja hapa kudanganya kwamba nilikuwa namjua huyu dada yangu, sijamuona siku nyingine. When she passed, I was somewhere in the US. I thought that she was Dida's daughter because of the name Dida. Little did I know that she's my own blood from here, Matungu. For those who do not. Before I continue, and because of the constraints of time, I would like to take this opportunity to thank
Bishop Mark Kariuki. I've heard his name here several times, and please, if you go back, convey my message to him that baada ako na deni yangu, wakati nilikuwa na practice kama an advocate, a solicitor in London many years ago, he came to my office with Mr. Seed, and I bought a door for that church. I would like to come to that church. But if he's very busy, pastor, wherever you are, bishop, please, when I come to Mombasa, muniingize kwa hiyo church na sitakuja na ile vitu vingine. Now for Lulu, wewe ni mrembo sana. Tumekuona, na kama ungekuwa umeenda Wawanga pia wako tu. Sijui kama umewaona. Kuna watu hapa wanakupenda, wanapenda sauti yako. Tunakusikiza vizuri because you are one of the only liberal broadcasters that we have. Lakini upande wa wasanii, nimeona tu majensi hapa. Ile kitu ambayo hamjui hapa ni kwamba tuko na wasanii wengi sana hapa Matungu. Kulinaba losibe tsinzoka ishiro. Siao pia no chendenje sana ishiro no matala kabantu. We also have night runners. Are those not wasanii? Night runners, they are also wasanii, and you should recognize them. And when I'm sworn in as the president of this country in 2027, I'm going to make sure that creative industry is artistic. We have David Itumbi doing whatever he's doing, but I think we have seen talents here. We have seen men and women here who, if I was in government, not this one, I will not work with this one, but if I form my own government, I am very sure. But before I continue, the MCA for this place, you are my friend, but you don't recognize me. Know that I'm your president. Next time, don't come to me before you say you are sorry. Empore nomba shimbore. Endo mwanga nomba shindo mwanga. Obwami bulindungwa nomba shibulindungwa. Baraza chaliano. Na kwa wale MCAs ambao nimeona hapa, muko 20. Muje mnione kesho. Niko na zawadi yenu. All of you, the 20 of you. Nesikia watu wakisema, oh, baraza chakolanga. Mheshimiwa Baraza, let me now take this upon myself. That where they blame you every day, if it is the finances that are rare in the county, as I've been told right now, whatever little that we have, whatever little resources that we have, we shall provide, and we shall not actually need you to be there. I've already spoken to Osanga, MCA, deliverables, and please just continue supporting. Musapoti tu hata kama ni kitu kidogo, hata Mheshimiwa Baraza pia atakuwa anawapatia kidogo. Tutembee pamoja. Kweli Rongo? Ya mwisho. Bishop umesema mambo mazuri, Madam amesema mambo mazuri. You know, I have very long ears. Watu wengi wameniita mtu wa bangi, watu wengi wamesema mambo mingi, but what I talk about is hemp. Hemp which provides solutions for cancer. I've been in India. I'm a practicing attorney in the United States. I'm a lawyer and practicing lawyer in the UK. I'm a practicing lawyer here. And I am very much convinced. Bwana Barack Muluka, if you are here, you are one person that Luyas have forgotten. You are one person that Ruto has forgotten. Barack Muluka, I want to assure you that when I take over as a president of this country, you are going to be a minister in my government. Ya mwisho, ni kuambia wale wazazi kwamba mimi mwenyewe nitakuja Mombasa. Na waliona nimeenda Embu, nimeenda Meru, nimeenda Isiolo. I am on my journey to State House. But Bishop, let me tell you this, because I speak to Kalonzo Musyoka from time to time. I'm going to invite him here. Once I take over, I will burn that State House. Nitachoma hiyo State House, manake iko na ukatili mingi huko. Or if not, I will turn it into a prison. Asanteni sana. Asante Governor. Thank you very much. Asanteni sana. Tutulie vijana kwa sababu ya wakati. Mimi nachukua fursa hii kwa niaba yangu, kwa niaba ya familia yangu na kwa niaba ya wanakakamega wote kuleta pole kwa familia ya dada yetu Winnie
ambaye alikuwa msanii wa tajriba ya hali ya juu. We have lost a jewel in Kakamega County, na sisi tunaomba ya kwamba kanisa muendelee kuombea familia wakati huu mgumu wa majonzi. Jambo la pili, nashukuru sana viongozi wote ambao wameongea hapa, na sisi kama viongozi tunataka maendeleo. Wakati wa siasa tulimaliza mwaka wa 2022 kwamba tuko na agenda ya kusambaza maji kila mahali. Abonde matungu manyirembo kulunda amazi kumulyango, kurusinja amazi kulula mayoni kutiarambe, kachenda maji kachenda ngatawa. Kulinda amazi ndetsa anoholera secondary, tuka launch project ya maji, na watu wetu nimesema lazima kina mama banyora mazi kumulyango. Jambo lingine ambalo ndatilia mkazo hapa, manyira mandu manjibe kuluanda shimulinda itata. Emborabu budget yanje umaka kuno kuzoramu high mass ita, ili tuweze kuleta hali ya security kwa nzuri hapa. Jambo lingine tunatilia mkazo mambo ya maendeleo ya lami, kwa maana lami Vurula Matungu kwenda kule Ogalo. Mwezi ujao mimi nitakuja hapa mimi mwenyewe kuzindua rasmi hiyo barabara yetu ya lami kutoka Matungu hadi Ogalo. Sawa sawa. Awandu banje beko yonzo, mnajua mambo ya stock ring tumemaliza. Pia nitakuja hapa na waheshimiwa ili tuzindue rasmi ile stock ring yetu pale Koyonzo. Na tunaendelea kuleta maendeleo hapa. Kwa upande wa elimu tumeleta basari shilingi milioni 240 in the entire county. Tunaendelea kujenga ECD, na kina mama na vijana wote. Mama mluo. Miezi 2 iliyopita tulipatiana grants kwa vyama za kina mama na pia vijana. Walikuwa wanapokea shilingi 50,050. Mwaka ujao tunapatiana kwa vyama 20 in every ward, na mimi najua tukishirikiana kwa pamoja tutaweza kuinua hali ya maisha ya watu wetu hapa Kakamega. Mimi naendelea kufanya maendeleo tukishirikiana na MCAs wetu, na mambo ya kanza ambayo ililemea dada wetu tunaenda kutilia mkazo sana ili tukuwe na cancer screening kuanzia mwezi ujao. We have a program of doing cancer screening all our level 4 hospital. So ningependa kualika watu wetu tuende kwa level 4 hospital zetu ili tufanyiwe screening ya cancer, na pia ofisi ambayo tunashirikiana nayo kwa karibu kwa mambo ya fistula tuko na ile program where we are going to have screening for fistula problems. So tunakaribisha wana Kakamega wote tukuje CGH tarehe 10 mwezi wa Oktoba kwa ile program ya screening ya fistula. Nikimalizia, kwa sababu tuko na viongozi wengi hapa, najua niko na ofisi yangu ya mawaziri na chief officers, ni vema pia watambulike hapa. Na kabla sijatambua ma chief officers wetu, ningependa kutambua uwepo wa first lady wetu Professor Janet Kasili Barasa. Niko hapa na viongozi ambao tunafanya nao kazi, ma chief officers, waziri. Ningependa mkuja hapa mbele. Kuliana nende waziri wa afya anaitwa Daktari Bernard Wesonga, makofi kwake. Tuko na chief officer wa public health Wamlanga George Mkodo, makofi kwake. Kulinende chief officer wa industrialization officer Wamlanga Jessica Wesonga, makofi kwake. Tuko na advisor wa mambo ya vijana majinsizi wote, advisor ni Emmanuel Makoha, makofi kwake. Na mwisho tuko na advisor wa mambo ya uchumi na protocol anaitwa Echesa Busalri. Kwa kumalizia, niko na ujumbe kwa national government na national treasury. Sisi kama viongozi wa magatuzi yote 47 tangu mwezi wa 7 hatujapokea hata ndururu kutoka kwa national government. Ni vigumu sana kufanya kazi
ni vigumu kulipa contractors ambao wamemaliza kazi without funds. I want to take this opportunity kuambia waziri wetu wa National Treasury CPA John Mbadi ya kwamba we don't have a legal problem to facilitate disbursement of funds to the county government. The DORA 2024 that was approved, we can apply PFM Act to release 50% of funds to the counties as we wait for the approval of the County Allocation of Revenue Act ambayo tunangojea. So using Article 20, Bwana Mbadi, you are obligated kupatiana pesa to the county governments. For the last 3 months hatujapata 90 billion Kenya shillings. Ni vigumu sana kulipa contractors, ni vigumu sana kulipa wafanyikazi na pia wale wote ambao wanafanya kazi kwa county without disbursement. Alafu utaona jamaa mwingine anasema nimeleta pesa shilingi 17 billion hapa, and yet you are struggling ili tuambie national government ilete pesa hapa. We must all the time struggle in terms of disbursement of funds to county governments, ambapo we are supposed to receive funds every 15th of the month. Kuanzia mwezi wa July, August, hivi sasa we are now in September. The National Treasury owes 47 counties over 90 billion Kenya shillings. So Bwana Mbadi, don't give us an excuse that we have a lacuna in the law to facilitate the disbursement of funds, because the PFM Act allows you to disburse up to 50%. Mwisho, sisi tunaunga mkono rais kwa shughuli yake ya kuunganisha Wakenya wote. And the presidency is a symbol of national unity. And the presidency includes the deputy president. Jana tumeona Rigathi Gachagua akisomea rais kwa TV, and yet you are part of the presidency. If you have any issues, Bwana DP, wewe enda ongea na mdosi wako Daktari William Samoei Ruto ili utatue chini ya maji, ili utatue shida ambayo uko nayo. Sisi tunasema ya kwamba you must respect the president who is the commander in chief of the defense forces of the Republic of Kenya. Wewe ukiheshimu rais, na pia wewe utaheshimiwa na wale MPs wa Mount Kenya. Mwisho kabisa, sisi kama wana ODM hapa Kakamega tunaunga mkono azima ya kinara wetu Raila Amolo Odinga kuwa mwenyekiti wa Umoja la Bara la Afrika. Tunamtakia kila laheri, na tunajua kifikapo mwaka ujao tarehe 25 mwezi wa pili mwaka wa 2025, the next chair of African Union Commission shall be none other than Raila Amolo Odinga. Abantu banje ndanyira kuchendera lala. Mlalindo bwami. Babolambo tia ebrebe ne iyo. No bwami ne myandu. Chidenyo mundu arulerwanyi iyo yezana bolambo abantu bakakamega abantu ba Mumias lana babarere deputy governor. Mlavuchira kweli? Chimenyo bwami. Labalenyo bwami ne wina. Matungu hoi. Mwisho kabisa tunashukuru kanisa vile umetupatia nafasi. Unajua dada yetu alikuwa msanii, na pia sisi kama wanasiasa we have a way of mourning our departed daughter, our departed leader ambaye amekuwa msanii. So mtatupatia nafasi kidogo ili tuweze kufanikisha a simple fundraising hapa ya kusaidia familia kwa shughuli ya matanga. Na mimi ningeanza kwa kutoa shilingi 50,000 ambaye nasindikisha kazi ambayo nimefanya hapa, ambaye kila mtu anaona. So ningependa kwaya kidogo muweke wimbo, na yule ambaye ako na besheni tafadhali kwa haraka kujeni hapa. Hii ni mchango wangu na familia yangu wa shilingi 50,000 ambayo tunasindikiza kazi ambayo tumefanya hapa. Na ningependa viongozi wote ambao wako hapa tafadhali kwa haraka Horereho Mafura
Mheshimiwa Osanga shilingi 1000 wake. Mheshimiwa Azima Kelele 5000 makofi kwake. Mheshimiwa mbunge Peter Oscar Nabulindo shilingi 20,000 makofi kwake. Kijana kiongozi wa vijana Ian Washika shilingi 5000 makofi kwake. Waziri wetu wa afya shilingi 5000 Bernard Wesonga, asante. Asante sana Chief Officer Saxon 2000. Orio George Mukodo 3000. Mbunge wa 200. Mbunge wa 200. Mbunge wa 200. Orio. Nuro kijana mchapakazi 3000 makofi kwake. Asante Jessica Wesonga shilingi 3000, asante makofi kwake. Chief Officer, viongozi wengine. Orio Mheshimiwa Zurak 1000, thank you. Mheshimiwa Washika 1000, asante. Mheshimiwa Boni 1000 Orio. Orio Chesa Busalre 1000. Kiongozi mwingine ambaye hajaleta? Mheshimiwa Wajakoya atatuma kwa familia shilingi 10,000 kwa M-Pesa, asante sana. Peter Hamira Peter Mhongo shilingi 5000 makofi kwake. Asanteni sana viongozi wote. We want to hand over this support to the family. Accountability, wanataka kuhesabu? Najua Fred Luther msiani wano shilingi 5000. Tiani ambora ngamba habai sala shabu bunge, makofi kwake. Matungu. Haya, mwingine tafadhali, ili tusifungiwe nje. Wakiendelea kutoa hesabu, mimi nashukuru sana wageni wote ambao wamekuja hapa. Holende Team Marakta 1000 Orio, asanteni sana. Morio, asanteni sana. Morio, thank you. Orio sana. Ongenge. So sisi tunashukuru sana, na kwa sababu ya wakati nachukua sasa fursa hii kuanza kushukuru kanisa na kushukuru wasanii wetu na wageni wote ambao wamekuja kwa harusi ya mwisho ya dada wetu, na tunaombea familia waweze kushikiliwa kwa maombi na Mungu aweze kuilaza roho ya dada wetu mahali pema pazuri. Hesabu haraka. Najua jamaa bado wanapiga hesabu. Nashukuru sana Profesa Wajakoya ambaye ni ndugu yetu mkubwa. Nashukuru viongozi wote ambao wameonyesha nidhamu ya hali ya juu hapa Matungu. Lulu Hassan, sisi ni watu wa amani na tunapenda wageni, na kwa sababu dada yetu alikuwa mtu wa tajriba ya hali ya juu, there was no way watu wa Matungu wangeleta hapa fujo, kwa sababu sisi ni watu ambao tunapenda amani. Na nachukua fursa hii kwa haraka kwa sababu ya muda, nilikuwa nimeambiwa we need to take the shortest time possible ili tupatie program kwa familia waweze kumlaza dada yetu mahali pema pazuri. Shilingi zote ambazo zimetolewa hapa is 115,000.